Mwanamume huyo tajiri hakuwahi kufikiria kuwa mke wake alikuwa akifanya kazi kama mhudumu kwenye hoteli yake mwenyewe. Wakati wafanyakazi wengine wa kike walipokimbilia mbele ili mradi tu wajipendekeze kwake, mtoto wa mteja mmoja ghafla alianza kukabwa na chakula. Hata hivyo, kila mmoja wa wahudumu hao alichagua kupuuza dharura hiyo. Ni mke wake tu ndiye aliyekimbia kwenda mbele ili kumsaidia mtoto huyo. Kwa usaidizi wa mwanamke huyo, mtoto alikohoa na kukitoa chakula kilichokuwa kimekwama. Mteja huyo mwenye shukrani alimshukuru mwanamke huyo mara kwa mara. Ghafla mwanamke huyo alipata kizunguzungu cha kushuka kwa sukari mwilini kwa sababu ya kuchuchumaa kwa muda mrefu sana. Kwa bahati nzuri, yule mwanamume tajiri alimdaka kabla hajaanguka. Alikasirika kwa sababu mke wake alikuwa tayari mjamzito na alitaka abaki nyumbani ili aangazie ujauzito wake. Lakini mwanamke huyo alihisi kimakosa kuwa mumewe alikuwa anaona aibu kwa sababu yeye anafanya kazi ya uhudumu. Kusimamia wafanyakazi, supervisor, aliona wivu kwamba mwanamke huyo amevutia umakini wa tajiri huyo na hivyo akajaribu kumfukuza kazi. Yule mwanamume tajiri alilipuka kwa hasira, akieleza kuwa yeye ndiye alikuwa mtu pekee aliyemsaidia mteja na kwamba wafanyakazi wengine wazembe ndio waliostahili kufukuzwa kazi. Meneja alijitokeza haraka ili kutuliza mambo. Alitangaza kuwa wafanyakazi wote waliompuuza mtoto watapoteza bonasi zao na kwamba mwanamke huyo atapokea zawadi ya $10,000. Mwanamume huyo aliondoka hotelini hapo baada tu ya kusikia uamuzi huo. Meneja hakuwa na wazo lolote kwamba wawili hao walikuwa wameoana. Alifikiri tu kuwa mwanamume huyo alionekana kuwa na nia na mwanamke huyo na akaamua kumtumia ili kupata upendeleo wake. Alimshawishi mwanamke huyo kwenda kwenye chumba cha faragha katika baa kwa kumwahidi kumlipa mshahara mkubwa mara 10 ya ule wa kawaida. Kisha akitumia kazi kama kisingizio, alimwalika pia yule mwanamume tajiri kuja kwenye baa hiyo. Wakati tajiri huyo alipomuona mke wake ndani ya chumba cha kupumzika, alifikiri kwamba mke wake angekubali kazi yoyote ile ili mradi tu apate pesa. Mwanamke huyo alijaribu kuondoka, lakini meneja alimlazimisha kurudi kwenye kiti chake. Alimwambia kuwa anaweza kuondoka tu baada ya kumnyanyulia glasi na kumpongeza yule mwanamume tajiri. Hakuwa na chaguo lingine zaidi ya kuinua glasi yake ya divai, lakini ujauzito wake ulimfanya hisi kichefuchefu kikubwa sana. Mara moja aliweka chini glasi hiyo na kukimbilia chooni. Yule mwanamume tajiri aliwaka hasira. Alimwamuru msaidizi wake kubaki nyuma na kumshughulikia yule meneja. Kisha akaelekea kwenye lango la kuingilia baa ili kumsubiri mke wake. Alipotoka chooni, alitaka kujua ni kwa nini anasisitiza kuendelea kufanya kazi. Wakati walipofunga ndoa, alikuwa amempa kadi ya benki ya siri, black card, isiyo na kikomo cha matumizi. Amekuwa akipokea taarifa za miamala ya matumizi ya kadi hiyo hivi karibuni. Alihisi kuwa mke wake alikuwa anafanya kazi hizo za chini ili tu kujifanya kuwa yeye ni mnyenyekevu na asiyependa mambo ya kimwili. Kitu ambacho mwanamume huyo hakukijua ni kwamba mtoto wa kambo wa mama yake, dada yake wa kambo, ndiye aliyekuwa ameiba kadi hiyo na mke wake hakuwa hata ametumia hata senti moja ya pesa hizo. Mwanamke huyo alipomsikia mumewe akimshutumu kuwa ni mtafuta pesa za wanaume, alihisi tamaa na masikitiko makubwa sana moyoni mwake. Alimwambia kuwa mara tu mtoto atakapozaliwa atapewa talaka na hatachukua hata senti moja kwake. Baada ya kusema hayo, aliondoka zake. Usiku huo mwanamume tajiri aliketi kitandani na kujifanya kama hakuna kitu kilichotokea, huku akimgoja mke wake aje kulala. Lakini mara tu mke wake alipoingia chumbani, alichukua mtoto wake. Alisema kuwa kwa kuwa anafikiri yeye anapenda mambo ya kimwili na fedha, hastahili kulala karibu na yeye. Mumewe alijaribu kumzuia, akisema kuwa wazazi wasioelewana wataathiri vibaya ukuaji wa mtoto wao. Mwanamke huyo aliuwahi mtoto huo na kusema kuwa hawakuwahi kupendana tangu mwanzo kabisa. Kisha alitoka chumbani humo. Mwanamume tajiri alilala tena, akijifanya kama hajali kabisa, lakini kitanda kilikuwa jaa harufu nzuri ya mke wake. Asubuhi iliyofuata, alishangani kwa nini mke wake alibaki bado hajashuka chini kwa ajili ya kifungua chai. Mhudumu wa ndani alimwambia kuwa bado alikuwa na hasira na hangeshuka chini kwa muda wote ambao yeye, mumewe, upo. Kwa ajili ya usalama wa mtoto, alisimama kwa kusita. Alimwagiza mhudumu huyo wa ndani amwangalie mke wake kwa ukaribu sana na asimruhusu kurudi kazi. Mhudumu wa ndani alikubali mara moja. Mara tu mumewe alipoondoka, mke wake alishuka chini kwenda kwenye chumba cha kulia chakula. Baada ya kupata taarifa kuwa mumewe amempiga marafu kufanya kazi, alifadhaika kwa sababu alihofia kuwa hatakuwa na pesa kabisa baada ya talaka yao. Wakati mhudumu huyo alikuwa hapo umakini, alitoka nje ya mjandalini kimya kimya.